Leo watu walikufa. Leo watu walilia. Leo dunia ilionyesha uso wake wa giza. Risasi zilisikika, hofu ikaenea. Watu wakakimbia kuokoa maisha yao. Lakini katikati ya hofu hiyo, mtu mmoja alisimama. Hakuwa shujaa wa filamu, hakuwa askari, alikuwa binadamu tu aliyekataa kuona maisha yakipotea mbele ya macho yake. Leo hatuzungumzii vifo. Leo tunazungumzia utu. Karibu kwenye Afya, Amani na Maisha. Hapa hatukimbilii hofu. Hapa tunatafuta ukweli wa moyo kwa binadamu. Kama bado hujasubscribe, jiunge nasi kwa sababu mazungumzo haya ni ya sisi sote. Hivi karibuni nchini Australia kulitokea tukio la kusikitisha sana. Siku ya kawaida iligeuka kuwa siku ya hofu. Kulikuwa na bunduki, kulikuwa na kelele, kulikuwa na watu waliokimbia bila kujua waende wapi. Wengine wakaumia, wengine wakapoteza maisha. Lakini ndani ya dakika hizo chache kulikuwa na uamuzi mmoja uliobadilisha mwelekeo wa mambo yote. Mtu mmoja wa kawaida alichagua kusimama na kusaidia. Hakujua kama ataishi, hakujua kama ataumia, lakini alijua jambo moja tu: maisha ya mwingine yalikuwa hatarini. Huu ndio ujasiri wa kweli. Wengi wetu tunafikiria ujasiri ni kukosa hofu. Hapana. Ujasiri ni kuhisi hofu. Moyo unapiga haraka, mikono inatetemeka, lakini bado unasema siwezi kugeuka na kuondoka. Ujasiri hauji kwa watu maalumu. Ujasiri huja kwa watu wa kawaida wanaofanya uamuzi usio wa kawaida. Leo ujasiri haukuwa kwenye bunduki. Ujasiri ulikuwa kwenye moyo wa binadamu. Amani si ukimya, ni uchaguzi. Amani si kukosa vurugu. Amani ni uamuzi. Katika sekunde chache, wengine walichagua kukimbia, na hilo ni la kibinadamu. Lakini mmoja alichagua kubaki, sio kwa sababu alikuwa bora, bali kwa sababu moyo wake ulikataa kukaa kimya. Hivi amani huanza pale mtu anachagua kulinda maisha. Hata kama moyo wake uliogopa, hata kama moyo wako unaogopa. Tatizo letu sio ukosefu wa nguvu. Tatizo la dunia si ukosefu wa watu.
si ukosefu wa elimu, si ukosefu wa sauti. Tatizo ni hili: wengi huona, lakini wachache husimama. Tunajiambia, mimi ni nani? Nitafanya nini peke yangu? Lakini historia inatufundisha kitu kimoja: mara nyingi mtu mmoja anatosha. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, njoo karibu, mimi na wewe tutafakari tafakari nzito. Hebu jiulize kwa moyo wako wote, kama ningekuwa pale ningefanya nini? Na leo katika maisha yako, ni wapi unahitaji kusimama? Huenda si tukio la bunduki, huenda si mtu anayehitaji msaada, huenda ni mtu anayehitaji msaada, huenda ni maneno ama ni neno la kusema, huenda ni uamuzi wa kutokaa kimya. Dunia haibadilishwi na kelele nyingi, hubadilishwa na mioyo michache iliyo tayari. Afya si mwili pekee, ni pia afya ya dhamira. Amani si dunia tulivu, ni watu wanaokataa kuwa katili. Na maisha hulindwa na watu wanaochagua utu hata wakati wa hofu. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, kama ujumbe huu umekugusa, shiriki na mtu mmoja, na kama bado huja subscribe, jiunge nasi kwenye Afya, Amani na Maisha. Kumbuka hili moja, nisikilize kwa makini: amani, afya na maisha. Amani inaanza na wewe. Hii ni yanayojiri mitaani TV.